Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siku moja katika ndugu zetu katika Uislamu walikuwa wamebahatika kupata safari ya kuelekea haji. Alifurahi sana na akawataarifu watu kuhusiana na hilo kabla safari yake kufika, na akafanya maandalizi yake vile ambavyo inavyohitajika watu ambao wanaenda katika safari hii ilikuwa tukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufanya maandalizi. Na alipofika karibia na muda wa kuelekea haji, akawaaga ndugu zake pamoja na marafiki zake na kuwaomba ya kwamba wasameheane mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kesho kabla haijafika, ambayo ndio ilikuwa siku ya safari yake, leo alifariki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana ya kwamba aliondoka katika maisha haya duniani. Lakini mbali ya hayo, kuna wengine ambao walikuwa wameamka asubuhi vizuri, wakaswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakala vizuri, wakajitayarisha kwa ajili ya kwenda kazini, na baada ya hapo katika njia yao hiyo waliokuwa wakielekea katika kazi zao na kuelekea kwenye shughuli zao, wakaja wakapata accident na wote wawili wakafariki katika maisha yao. Lakini kuna mwingine ambaye alikuwa ameamka vizuri na alikuwa ni kijana kipenzi wa watu, naye pia alikuwa ana kawaida ya kwamba kila anapoamka asubuhi, basi kwanza aihudumikie familia yake, akafanya kama desturi yake ya kila siku anavyofanya, akaenda zake kununua mahitaji ya familia yake asubuhi kama vile vyakula na vitu vingine, na njiani alikuwa akionana na marafiki zake, na baada ya kufika nyumbani kwake siku hiyo ya asubuhi, naye alifariki. Na zilipokuja taarifa kwa wale ambao walikutana nao asubuhi ile, wote hawakuamini. Hivi vifo vyote ni vifo ambavyo tunahitajika kujifunza ndani yake, ni vifo ambavyo vinatufunza mambo mengi ndani yake. Jambo la kwanza ni kuelewa ya kwamba maisha haya duniani ni maisha ambayo ni mafupi sana. Hamna ambaye atakayeishi milele katika maisha haya duniani. Haya ni maisha ya mpito tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano wa mtu ambaye mwenye kuishi katika maisha haya dunia ni sawa sana yule ambaye mwenye kusafiri safari, na amefika katikati ya safari yake, ameuona mti katikati ya jangwa, akasema wacha nikajipumzishe, na baada ya hapo alipopata nguvu akaelekea na safari yake. Ndio maisha haya duniani, kwamba sisi binadamu sote tupo katika safari ya kuelekea katika maisha yetu ya akhira. Haya maisha duniani ni maisha ya kupita tu, hivyo tujitahidi tuangalie maisha haya dunia katika muono mwingine kabisa, sio maisha ya kuishi milele katika maisha haya duniani. Hamna ambaye atakayebaki kwenye maisha haya milele. Lakini jambo jingine la pili, tunaona ya kwamba muda ambao tuliopewa katika haya maisha ni muda uliokuwa mfupi kabisa. Hawa wote ambao walikuwa wamefariki na wote ambao walikwisha kufariki huko nyuma hawakupanga kufa katika muda huo ambao waliokufa. Wengi wao, mfano, wakienda kuulizwa kwamba kuna mambo mangapi bado hamkuyamaliza kuyafanya, watasema kuna mambo haya na haya, wataelezea na kuya list down mambo milioni kwamba haya walikuwa wameyapanga kuyamaliza. Lakini kifo kinapokuja katika maisha yetu hakisubiria kwamba hujamaliza jambo gani ama hujakamilisha plani yako ama hujakamilisha malengo gani. Kifo kinapokuja kimekuja tu, wala hakirudi nyuma. Na ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa amejalia suala hili la kifo katika maisha ya binadamu. Kifo kinapokuja hakimsubiri mtu, hata ikiwa mtu ana mambo mangapi ambayo hakuyamaliza katika maisha yake. Hivyo kila mmoja wetu ana siku yake hapa duniani. Wengine watakufa hali ya kwamba ni vijana, wengine watakufa hali ya kwamba wako katika age za katikati, lakini wengine watakufa hali ya kwamba ni wazee. Na ndiyo Allah alipoelezea ndani ya Qur'an, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umr likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. Wengine watakufa hali ya kwamba ni mapema katika maisha yao, watakufa hali ya kwamba ni vijana, na wengine watarudishwa katika hali ya uzee, na baada ya hapo watakuja kufa katika maisha yao. Lakini kila mmoja lazima afe katika maisha haya duniani ili kuweza kuelekea akhera, kwani hakika kifo ndo mlango wa kuelekea katika maisha ya akhera. Hamna ambaye anaweza kufika akhera bila kupitia katika mlango huo wa kifo katika maisha yake. Hivyo ni suala ambalo lilokuwa muhimu katika maisha yetu kuzingatia ya kwamba kama si leo basi ni kesho, ya kwamba mimi nitakuja kuondoka katika maisha yangu, na baada ya hapo nitakuwa ni mwenye kuelekea katika maisha yangu ya akhera. Kifo ni ulimwengu mwingine. Mtu pindi ambapo anapokuwa anakufa anaingia katika ulimwengu wa akhera, na huko ndipo ambapo hamna haya ambayo mtu anafanya hapa duniani. Ikiwa hapa una chansi ya kusali, kufunga, kusoma Qur'an, kutoa sadaka na kufanya mema aina mbalimbali, basi fanya, kwani hakika ya maisha haya duniani Allah subhanahu wa ta'ala ameyatengeneza kuwa ni maisha kwa ajili ya akhera. Huko akhera ama utakapokuwa
umekufa na kuingizwa katika kaburi, hautopata tena chansi ya kufanya mema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu atatamani baada ya kufa kwamba arudi aje kufanya wema katika maisha yake haya duniani, ili awe miongoni mwa watu waliokuwa wema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ndani ya Qur'an, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema amewaamrisha huyu mwanadamu atoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele Allah subhanahu wa ta'ala, afanye wema kabla ya kifo chake hakijamfikia katika maisha yake, na pindi ambapo kifo kitakapokuja katika maisha yake, basi atasema mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi niathirishie, nipe dakika chache ya Rabbi, ili nirudi na nikafanye wema, niwe miongoni mwa wale watakaokuwa wema mbele yako. Lakini baada ya hapo hamna kitakachozidishwa katika muda wa binadamu, hamna kitakachopunguzwa katika muda wa binadamu. Muda utakapofika tu, hapo hapo huyu mwanadamu atakuwa ni mwenye kufariki na kuelekea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hili swala la kifo tuwe tunalizingatia kwa umakini katika maisha yetu, tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenye maisha yetu, kwani hakika katika maisha yetu haya duniani kila kitu tunachokifanya, hususan katika masuala ya ibada, unakuta yanakosa thamani kutokana na kwamba mtu hafikirii swala hili la kifo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu siku moja nenda zako hospitali, na ukifika hospitali nenda kazungumze na wale watu ambao wanaumwa mahututi, na waulize kwamba kitu gani ambacho wanachotaka kukifanya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfano Allah akiwapatia afya tena katika maisha yao. Utasikia hayo ambao wanayozungumza ni masuala ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kwetu kuyafanya katika maisha yetu ya kila siku. Mfano mdogo ni kule kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo unakuta mtu kwa sababu ya kutokumbuka kifo katika maisha yake, basi husahau neema za aina mbalimbali ambazo alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Unamkuta mtu huyu hawi ni mwenye shukurani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anaangalia tu dunia yake, na kama akikosa basi anaona amekosa mengi katika maisha yake, amekosa makubwa katika maisha yake. Kumbe kuna neema nyingi ambazo Allah amemjalia kwenye maisha yake na amezisahau katika maisha yake. Hivyo tunahitajika turudi na tuzingatie suala la hili la kifo na kujikumbusha mara kwa mara mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani huenda ikawa leo ama kesho mmoja kati yetu sisi akaondoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kifo hakina hodi kwamba kikaje kikakutaarifu kwa kwambia kwamba kesho utaondoka, la, kinakuja tu baghtatan, ghafla, na baada ya waliokuwepo duniani watapokea taarifa, na baada ya kupokea taarifa watakuwa ni watu ambao walipatwa na mshangao, na wengine hupatwa na huzuni, na wengine wataanza kulia kutokana na wewe kuondoka katika maisha haya duniani. Hivyo tujitayarishe kabla ya muda wetu haujamalizika, tujitayarishe kwa ajili ya akhera, tujitayarishe kurudi mbele ya Mola wetu, tujitayarishe kujibu masuala pindi ambapo tutakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yoyote ambaye mwenye kusahau hayo, basi atakuwa mwenye kupata hasara kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe wenye kukikumbuka kifo mara kwa mara kwenye maisha yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe ambao wenye kuyatumia maisha haya duniani kwa ajili ya kujenga akhera yetu. Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba atuongoze katika njia iliyonyoka, atujalie husnul khatima katika maisha yetu, na atujalie tuwe miongoni mwa wale ambao watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhera. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.